Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya yote yaliyofanyika madhabahuni kwa Bwana, na sasa ni wakati wa kusikia kutoka kwake. Amen. Ni wakati wa kusikia neno ama chakula alichotuandalia leo. Ujumbe ambao Mungu alinipa ilikuwa ni usema wiki ile iliyopita, lakini akanibadilishia hapo wiki iliyopita kwa sababu ya kuja kufanya maombi ya kuomba toba kwa ajili ya nchi. Lakini huu ndio ujumbe ambao alikuwa amenipa wiki ile nyingine, kwamba tusikilize kutoka kwake, atufundishe. Ndio tunaendelea nao leo. Kuna kichwa kinachosema tambua kwamba ibada, andika kichwa cha habari, tambua kwamba ibada ndilo hitaji la msingi la Mungu kwako. Tambua kwamba ibada ndilo hitaji la msingi la Mungu kwako. Sasa pona kusema hapo, unaweza katika kwangu. Huo ndio ujumbe tutatembea nao wiki na wiki ijayo. Sasa unajua kama kuna hitaji la msingi ambalo Mungu analo, amen, na analihitaji kwa watoto wake, moja la hitaji hilo la msingi ni ibada. Amen. Ibada ni jambo la kwanza kabisa ambalo Mungu anahitaji kutoka kwangu na kwako. Priority ya kwanza ambayo Mungu anaiangalia kwangu na kwako ni ibada. Yaani kwenye moyo wa Mungu cha kwanza kilichojaa nacho kihitaji kwangu na kwako ni ibada. Kwa kwenye moyo wa Mungu kumejaa hitaji la ibada kutoka kwa watoto wake. Haleluya. Sasa unajua, tukiwa na ufahamu huo kwamba yani Mungu kinachomkereketa, Mungu kinachomgusa, Mungu anachokihitaji kwangu na kwako, tukijua kwamba cha kwanza anachokihitaji ni ibada, ufahamu huo ukizama ndani ya kila mwana wa Mungu, ufahamu huo ukienea ukapata nafasi kwenye moyo wa kila Mkristo aliyeokoka, hatuwezi kumnyima Mungu kitu ambacho anakihitaji sana, ambacho ni ibada. Tukielewa kwamba hitaji kubwa la Mungu kwangu na kwako kutoka kwa Mungu ni ibada, haleluya, utakuwa huna akili ukielewa hivyo, halafu ukamnyima Mungu kitu ambacho anakihitaji sana kwako na kwangu. Hata kama imekaa vibaya, lakini acha niseme, utakuwa huna akili ukielewa hivyo, halafu ukamnyima Mungu kitu ambacho anakihitaji sana kwako na kwangu. Haba tuanze na Yohana, Injili ya Yohana sura ile ya 4 mistari miwili 23 na 24. Anasema hivi, lakini saa inakuja. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Sasa Biblia inaposema saa inakuja, okay, inakuja, lakini nayo saa ipo. Amen. Saa inakuja, nayo saa ipo. Manake anaposema saa ipo, anaposema saa, manake ni wakati kweli utakuja, lakini wakati tunao sasa. Wakati upo sasa wa kumpa Mungu ibada, wakati upo leo wa kumwabudu Mungu. Anaposema saa ipo, manake ni uwe makini na muda aliyokupa Mungu kwa habari ya kumwabudu.
anaposema saa ipo, maanake uwe makini na wakati ambao unao Mungu amekupa kumwabudu. Wakati ambao tunao kama wanadamu, wakati ambao tunao kama wana wa Mungu, wakati ambao upo ambao tunao ni wakati ambao Mungu ametupa tumwabudu. Wakati upo na saa ipo ya kumwabudu Mungu. Ukipoteza saa ya kumwabudu Mungu wakati Mungu anasema saa ipo, alafu akakosa ibada na saa ipo ya kumwabudu, maana yake hapo unakuwa umemkosea Mungu, kwa sababu saa ya kumwabudu ipo, wakati wa kumwabudu Mungu unao. Unakwenda wapi wakati mpaka Mungu asipokee ibada yake ambayo anahitaji? Maana amesema saa ipo. Tatizo ni kwamba wana wa Mungu tunafikiri kwamba hatuna muda ambao Mungu ametupa kumwabudu. Muda wa kumwabudu Mungu tunao, tena ni mwingi mno. Ndio maana anasema saa ipo. Hakuna ukosefu wa muda wala wakati wa kumwabudu Mungu. Kisingizio kwamba sina muda ni ujinga na ni utoto wa kiroho. Kusema kwamba ninakosa muda wa kumpa Mungu ibada kwa sababu ya mambo fulani fulani, unajua ni utoto wa kiroho. Kwa sababu gani? Biblia inasema saa ipo, yani wakati unao wa kumwabudu Mungu. Kanisa tunaangamia kwa kukosa maarifa ya neno la Mungu. Neno la Mungu limejaa kila kona, kila pembe, yani limejitosheleza katika utoshelevu wake kwamba wakati na saa kumwabudu Mungu upo. Ni sisi tunafikiri kwamba tumelemewa na mambo mengi hata tunakosa muda wa kumwabudu Mungu, lakini swala sio muda. Biblia inasema saa ipo. Saa ipo. Saa ipo. Haleluya. Anaposema saa itakuja, anazungumza yule ambaye yuko nje ya wokovu. Huyo ndio wakati wake utakuja, lakini yule ambaye tayari uko ndani ya wokovu, uko ndani ya Yesu, muda wako wa kumwabudu Mungu upo. Saa itakuja kwa yule ambaye yuko baa leo. Saa itakuja kwa yule ambaye yuko guest house leo. Saa itakuja kwa yule ambaye sijui yuko wapi leo. Saa itakuja kwa mwingine, lakini kwako saa tayari muda unao wa kumwabudu Mungu. Unaufanyia nini huo muda ambao Mungu amekupa kumwabudu? Nisikilize. Anasema lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Sasa neno hili awatafuta watu kama hao, neno hili manake ni hitaji. Manake ndio haja yake, hitaji. Anawatafuta manake ndio hitaji lake. Haleluya. Halafu neno hili anawatafuta manake inawezekana sio wengi. Haleluya. Wanatafutwa manake ni hitaji la Mungu. Anatafuta watu wa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo kwenye moyo wa Mungu kuna kutafuta watu waabuduo halisi ambao wanatakiwa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Manake ni matamanio ya Mungu. Haleluya. Apate watu ambao wanamwabudu katika roho na kweli, ndilo hitaji lake. Ndio watu nasema ibada ndio hitaji la msingi la Mungu kwa watoto wake. Amen. Maana ndio matamanio ya Mungu, apate watu watakao kumwabudu, ambao watamwabudu yeye katika roho na nini na kweli. Sasa sikilize, ibada maana yake nini? Labda uelewe tunaposema ibada maana yake nini. Ibada ni neno ambalo linatumika kuelezea tendo au matendo yenye kumpa Mungu heshima kuu, thamani kuu au uchaji. Ibada ni neno linalotumika kuelezea ama kueleza tendo au matendo yenye kumpa Mungu heshima kuu, thamani kuu ama uchaji mkuu. Lakini pia ibada ni mwitikio mwanadamu mwenye kumwabudu Mungu kwa kumsujudia, kwa kumnyenyekea, kwa kumtii, kwa kumuinua, kwa kumtukuza. Ni ule mwitikio ambao mwenye kumwabudu Mungu anaitikia katika ibada yake kwa kumsujudia,
kwa kumnyenyekea Mungu, kwa kumheshimu, kwa kumuinua, kwa kumtukuza, kwa kumtii, tunasema hiyo nayo ni nini? Ibada. Kwa tukisema unamwabudu Mungu, aidha utafanya tendo au matendo ambayo atampa Mungu heshima kuu, amen, yataonyesha uthamani mkuu wa Mungu, amen, ama yataonyesha uchaji wako mkuu kwa Mungu, au tutasema ni ule mwitikio wako unapomwabudu Mungu, wa kumsujudia Mungu, wa kumnyenyekea Mungu, wa kumtukuza Mungu, haleluya, wa kumuinua Mungu, wa kumwadhimisha Mungu na kadhalika. Kwa ukisema umekuja ibadani, kwa tafsiri hiyo ni hii, au ukisema unamfanyia ibada mwenyewe nyumbani, kwa tafsiri hiyo ni hiyo.